tunawapenda na ndio tuko hapa, kwa sababu tunawajali na tunajali maslahi na tunawajali kiafya, tunawajali kimwili. Ndio tumekuja kuwahubiria, ndiposa wakati mtawacha pombe mambo yenu yatakuwa sawa. Mko sawa? Tumekuja hapa na hii road show, tumetembelea wengi leo na ndio tukasema tumalizie Ahero. Ahero ndio kwetu. Tumekuja tuambie kwamba Mungu anaweza. Wewe unakunywa pombe na unatumia pombe kama ndio chakula yako, unaweza tumia chakula ikusaidie mwili, lakini sio pombe. Tumekuja kuwasihi muache pombe wenye wanatumia. Wenye wameweka hizi mabiashara za pombe huku Ahero, tafadhalini tunawaomba. Biashara ni aina nyingi, sio tu ya baa ama vilabu hizi zinakuja kuharibu watoto wetu ama wanaume wetu. Unaweza weka biashara za soko, maduka na Mungu atakubarikia hapo. So tunawasihi tu mbadilishe mabiashara. Tuacheni kukibishana na nyinyi. Tuwe marafiki kama administration na kazi yetu itakuwa rahisi. So tunawahisi pia kwamba Mungu anaweza, ataweza kuwabadilisha na mtakuwa watu wazuri. So mimi sina mengi sababu chifu wako hapa na ataongea mengi. So karibu chifu. Asante Bwana, asifiwe Ahero. Kwa majina ninaitwa Paul Mbudia Kariuki, ukipenda Reverend Chief. Mimi ni senior chief wa area hii ya Mutukanyo, na vile vile mimi ni mchungaji mahali hapa katika kanisa la KAG. Huwa nasema hapa katika mlima. Tumekuja mahali hapa na mwanzo nishukuru timu hii kiongozwa na Karanja MK ambao wanasema kuna tumaini kwa wale ambao wameingia katika ulevi, kwa wale ambao wameingia katika madawa ya kulevya. Nasema ni asante kwa kalavani hii, na wale ambao ni sponsors tuendelee kuwasponsor, ili kila wakati tunakuja kuhamasisha ya kwamba kuna njia ya kutoka katika ulevi, kuna njia ya kutoka katika vifungo ambavyo ni vya shetani, in the mighty name of Jesus. Kwa hivyo tumekuja na ujumbe ya kwamba let us reason together, ili tuanze kuangalia ni upande gani ambao ni mzuri. Wewe ukae katika upande huu, mimi nikae katika upande wa Yesu, then we listen together. Ya kwamba kwetu kwa Yesu kuna kukula vitu vizuri, kuna kukula nyama, kuna kukula mboga, kuna ugali ambao pia tunatumia na tunakuwa tuko sawa. Upande ule mwingine, mlengo ule mwingine ni kileo, ni chana, ni pombe ambao inachanganywa methano, inachanganywa na maji. Mtu akipiga nusu haifika nyumbani. Let us listen together, watu wa Ahero, ya kwamba tuchague upande wa Mungu, tuachane na upande ambao ni wa shetani. Kwa hivyo leo ni kufukuza mapepo ya kuja kugandamiza watu wetu, ya kwamba kama ni biashara ya ulevi, ya kuwa watu wetu, ya kuuza sumu mahali hapa, ni kusema ni ya kwamba mapepo haya akaondoka katika jina la Yesu Kristo. Tukabaki tukiwa salama, tukabaki watu ambao wana siku za usoni, kwa ajili tumezaa, na tukizaa watoto hawa tunaomba wakapitie njia ya baraka na mji wetu wa Ahero tukaweza kubarikiwa. Kwa hivyo ni vizuri kujua tumeweka biashara. Tunapenda wekezaji na njia zote. Watu wanaouza mboga, Mungu awabariki. Wanaouza madawa, Mungu awabariki. Wanaouza hata nyama, Mungu awabariki. Lakini sumu tunasema hapana. Jaribu sumu mahali pengine, lakini Ahero sisi ni wanyama, Ahero sisi ni waunga, na watu waende kanisani katika jina la Yesu Kristo. Tuna makanisa mengi mahali hapa. Huu mkutano ama caravan ni Tadino, haina kanisa hii ama lingine. Kuna Mispa, kuna KAG na wengineko, kuna Crisco, lakini lengo ni ya kwamba watu wabadilike. Wakibadilika waende wapi? Waingie katika kanisa watakayochagua, waamwabudu Yesu. Na anasema ni ya kwamba jooni kwangu ninyi ambao mnasumbuka na mmelemewa na mizigo mizito, Yesu anasema nitawapumzisha. Ondoka kwa hiyo mizigo mzito. Unakaa kwa kwale, unapata pesa kwa ngumu, lakini baadaye unapitia mahali unaingia katika kileo. Umekosa kuwajibika. Na anasema ni ya kwamba kisa ambacho kinakutusumbua mahali hapa ni watu watawakioana, wanaona leo miezi 3-4 wamewachana. Na anasema ni ya kwamba ni kwa sababu ya kileo. Jamii zikae pamoja, tuachane na kileo hiyo. Tufanye biashara nzuri, tuwekeze vizuri. Watu wafunge hema zao wakadanganya watu wengine. Tumesema no
kwa pombe, na nionyesha kwa ishara. Kama unasema no kwa pombe, tunasema no kwa pombe. Haleluya. Na wazazi nasema ni ya kwamba tuwajibike. Ongea na watoto wako jioni, omba na watoto wako jioni, waambie laana itakuja kwa sababu ya pombe, lakini kubarikiwa ni kwa sababu ya Yesu. Tusonge katika jamii, tukisonga tukibarikiwa. Hata tukila chakula ambao si haina nguvu yoyote, Yesu akiwa ndani tumebarikiwa. Hawa watoto tuwapeleke mahali gani? Nikimalizia ya kwamba kesho hapo Ahero tuna kozi ambao tunazilete mahali hapo za serikali za TVET, kozi ya electrician, ya mechanical fitting, kama zile tunasema tiles fitting, ya kwamba choma hadi hapo saa 8. Wewe kijana, wewe mzazi na mchungaji, tuweze tena kulizo together, tupeleke watu kule TVET, watachukuliwa na basi mahali hapa, waende na watasaidika na help ya serikali, basa ya mheshimiwa Lilian na basa ya mheshimiwa wetu Njoki. Utasoma, pesa ikikufuata nyuma uwe na kosi, uende ng'ambo, fanyie mahali hapa, uweke pesa mfukoni. Mungu wetu aweze kuwabariki. Ninapokaribisha mchungaji wetu Dominic.